Hello guys, this is Uwezo TV, home of entertainment. Na leo siko peke yangu na tumetembea siku ya leo, tumesema tusibaki tu kwa studio, bora tutoke nje tusikie. So unapata sasa mambo imebadilika Kenya, na Kenya ni nchi ambayo imebarikiwa sana. So tunajiuliza shida ni nini? Mambo baba? Salama sana. Uko salama? Salama kabisa. Jina? Jina naitwa Moses Wafula Ndombi. Yeah. Unaishi wapi? Naishi Karatina. Kiratina? Yeah. Venye umesikia hali imebadilika na kila mtu amelia uchumi. Wewe unaangalia yani ama shida ni nini? Kulingana na uchumi, yes. Maoni yangu, unajua uongozi ambao ulichukua uongozi, serikali ambayo ilichukua uongozi, hiyo ndio ilikuja ikasababisha uchumi ikazoroteka, ikarudi chini sana. Kwa sababu kulikuwa na mahospitali na kampuni fulani ambazo ilisemekana wamefanya ufisadi, lakini sasa badala ya kusema ya kwamba walipia hiyo karama ile pesa walikuwa wanaipa, wakafunganga hizo makampuni. So wakafunga hizo makampuni, watu wengi wakawachishwa kazi mpaka chini, mpaka watu wa motorbike hata siku hizi hawana watu wa kupepa. Ndiposa hizi pesa ziweze kusirculate ndio watu at least uchumi ikue. So walienda pale kuteremusha uchumi, hawakuenda pale kuinua uchumi. For example, kama hiyo hospitali yetu ya Meti hili hapa, ilikuwa imeandikwa watu almost 5,000. Wale watu 5,000 ilikuwa ni waumu. Sasa wamesababisha hata rental house siku hizi watu hawayuko kwa manyumba. Mapotapota wafanyi, mamaids, madriver walikosa kazi kwa sababu ya kufunga ile kampuni, ile hospitali. Sasa tunalia. Sasa hatujui itakuwa namna gani. Badala ya kuvuvua uchumi kampuni siendelee, wawekee penalty zile pesa waliipa, wanafunga kampuni. Sasa mambo inaenda hivyo tu, tunaenda tukititimia tu tukiisha. Jambo lingine kama kwetu upande wa Western kule, sasa unajua huyu Musalia, huyu Wetangula wako tu pale, wanaenda tu pale kushughulikia mambo yao, lakini hawashughulikii mwananchi wa kawaida. Ndiposa tumesema sasa na atembee kila kona ya Western region, ili tuungane tukue kitu moja, na tuone ile kitu tutafanya hapo mbele. Wakimpiga vita sisi bado tumesimama tu na yeye, tutaanguka na yeye, tutaamuka na yeye, kwa kila jambo tutasimama na yeye. Hayo ndio maoni yangu. Sasa na hii venye imefika hatua, sisi wana Kenya ama sisi wananchi tunaanza kufanya maandamano ili tunataka haki yetu. Je, ile kuandamana ya by force itatusaidia ama? Sasa unajua kuandamana iko kwa katiba yetu ya Kenya. Inaturuhusu tuandamane. Lakini hatuwezi tuandamana tukiwa na fujo. Na ili kama serikali ikichua kwamba mwananchi ametoka nje hata kwa upole, kwa unyenyekevu, wenye wako juu. Sasa sisi ni hivyo tu. Tunalia tu, tunalala njaa tu, hakuna kitu tunasaidika. Sasa wewe kwa ufupi, wewe maoni yako ni gani ambayo inaweza wananchi? Unajua sasa saa hizi kila mtu analia lakini unapata kuna idea tofauti ambayo unaweza kuwa nayo ili inaweza saidia mwananchi. Juu tunaweza lia, lakini solution ni kwamba tutasaidikaje? Kusaidika ni serikali yote iende nyumbani. Kisha ende nyumbani, Wetangula afata kwende nyumbani, Musalia afata kwende nyumbani. Na tembee wasimame hapo tuone ile kitu watafanya, wabadilishe nchi yetu ya Kenya. So wewe suluhisho yako ni kusema serikali iende nyumbani? Kwende nyumbani wote ama inafaa hiyo serikali hiyo yote iende kwende nyumbani ipumzike. Tuteue watu wengine, wale vijana watufanyie kazi. Ambayo tunaweza ambayo wale watu ambao wanaweza sikiza maoni ya mwananchi. Mpendwa, usisahau this is Uwezo TV, home of entertainment. Na Uwezo TV iko hapa juu ya kila mtu. Na saizi niko na watu wawili. Hello baba. Yes sir. Naweza tamani nisikie sauti kabisa. Hello. Asante sana. Kwa majina naitwa Isaac Wanyama. Mkazi hapa Nakuru, hapa kikazi, na nyumbani ni Kakamega. So kwa maoni yangu hii nchi mahali iko saizi iko mahali pabaya sana, ambapo hata wageni wakikuja hapa chini kwetu wanashindwa hii nchi ni nchi aina gani ambayo ilikuwa nchi mzuri wakati ya uongozi ambao ulipita wakina Kibaki, wakina Uhuru. So saizi tumeingia kwa uongozi mwingine
ya kihimla, kiudikteta. So kwa maoni yangu wenye nchi inaenda, hii serikali ambayo iko saizi kwa mamlaka, hii serikali vijana wasimame imara, wasirudi nyuma, hata wakitishwa na nini. Unajua wanatumia polisi kutisha wananchi na kuabduct watu ili watu wakuwa waoga. So mimi nasema generation ya saizi tusikuwa waoga, tuendelee mbele, hata wafanye nini, tukae ngumu mpaka wasikie kilio ya wananchi. Na wasiposikie kilio ya wananchi, nasema vijana tusimame imara na tushike vitambulisho. Wakati ya kura twende jiandikishe kura. Ikifika wakati ya kwenda kwa laini, tuamuke mapema. Tuende tufukuza wezi wa uwaji, waporaji wa nchi ambao wanauza nchi yetu kwa watu wengine, wakipata pesa kupitia kwa wageni ambao wanakuja kufanya kazi hapa, wanaumiza wananchi. So tunasema kitambulisho na kura, tufukuze hii serikali ambayo iko saizi, kwa maana hakuna kitu inafanyia wananchi. Hizo pesa wanaleta kuhonga wananchi, shilingi 500, 200, hiyo haitusaidii. Si tunataka kazi ambayo utakaa kazini pale ulipo mshahara yako mwisho wa mwezi, ambayo itasaidia na usaidie ule mwingine. Hatutaki pesa ya mwanasiasa anakuja kwa area siku moja anapeana 500 na anaenda kwa sababu ya kufunga watu macho. Tusifungwe macho, hizo pesa wakileta tukule na tuambie one time. Asante. Nina swali lingine. Nasikia kesho kuna maandamano. So wewe unaweza advise aje vijana kuhusu maandamano ya kesho ambao wanapangilia? Maandamano, maandamano ambayo inafanyika, maandamano ni ya amani. Lakini kuna wanasiasa ambao wanaona kwa sababu wananchi wamewakataa, wanakuja na mambo zingine ambazo hasistahili kukuja kufuruga maandamano. Kwa sababu mimi siwezi toka kwa nyumba naenda maandamano, niko na simu yangu na maji, alafu mwanasiasa anatumia polisi kukuja kuvuruga na tear gas. So polisi ndio wanaanza hiyo mambo ya kufuruga wananchi. Wananchi wanaandamana kwa amani, alafu polisi wanakuja kuleta vurugu kwa wananchi. So wananchi tuandamane kwa amani. Polisi wakileta hiyo mambo yao ya vurugu, tusiwafanye chochote, lakini tusimame imara. Hata hao polisi sisi tukiandamana tunawatetea bado. So hata nao watumie hekima yao kwa kulinda mwananchi ambaye anaandamana kwa ajili ya haki yake. Na je, tukiandamana, je tutasaidika kweli? Juu nakumbuka awali watu wengine waliandamana, unapata watu wamefariki, wengine wamevunjwa miguu. Yani unapata wengine wanafanya accident. So uko hope kesho tukiandamana ama tukiendelea na maandamano tutasaidika? Tukiandamana wasiposikia kilio ya wananchi wanasema nini, bado tutasimama imara. Tutasimama imara liwe liwalo. Hiyo serikali ambayo imeketi kwa hiyo kiti, hao sio maroboti atu wamekaa kwa hiyo viti. Kuna siku yao itafika wataondoka kwa hizo viti. So lazima wasikie kilio ya wananchi. Na wasiposikia tutasimama imara hadi wasikie, ama waondoka kwa hizo viti, tuweke wananchi wengine ambao wako na uongozi ndani yao, ambao wataongoza hii nchi. Tuondoe hao watu ambao wamekaa kwa serikali miaka mingi, wanaona serikali ni nyumba yao. So mimi nasema tutaandamana na tutapigania haki yetu mpaka dakika ya mwisho. Asante sana. This is Uwezo TV, home of entertainment. Na kila mtu umesikia venye ameongea, na kila mtu akuna malalamishi yake. Na kitu muhimu ni ile ambao tuandamane, yes, lakini usisahau kwamba wewe unahitajika kwa familia yako. Pia usisahau kwamba wewe pia kuna watu ambao wanakutegemea. Juu kuna wengine wanaandamana lakini wanasahau kwamba kuna watu ambao wanawategemea. So please, kesho kama tunaenda maandamano, mpendwa, maisha ni muhimu sana kwanza, lakini maandamano ni muhimu sana. Sababu kama hawaandamani kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya maisha yako ama kwa ajili ya kizazi chako, hakuna penye tunafanya ni tunaenda. So ni mimi mwenzeni Uwezo Godias from Uwezo TV, of home of entertainment. Asante sana. You are watching Uwezo TV, home of entertainment.